hata kama simba akitafuta mtu wa kulalua, atatulalua. Kwa jina la Yesu, Shetani atatulalua. Usiku wa leo nataka kuongea kuhusu nguvu za madhabahu. Na ninaomba watu ambao wasiwe wananisikia sana kualiko, sababu wananisikia sana. Nguvu za madhabahu. Kuna watu wakiona vita inawashinda, wala wana switch the battle, wanaipeleka line ya madhabahu ili wakukamate na wakushinde. Kuna watu wakiona kabisa hawatakuweza, wana switching the battle, wanaanza kutumia madhabahu kukuataka. Ukisikia mtu anaenda kwa mchawi na majina yako na familia yako yote, anaanza kusema rushia hili magonjwa. Kuna watu 100% wanalishwa kutoka kuzimu, chakula ya manjini. Na ukikula chakula ya manjini lazima uwe na shida ya maradhi. Chakula ya manjini imepikiwa huko na imetamukiwa, ikifika kwa mwili wako inageuka, inakuwa si magonjwa, ni maradhi. Inaitagwa kuugua roho. Unaanza kuugua. Kuna watu niko nao hapa, hata wakienda hospitali watapewa painkiller na hazitakusaidia, kwa sababu shida ile uko nayo si magonjwa. Na kama ni magonjwa, hiyo miaka yote umetibu, unafaa uwe umepona. Mtu anaenda kuponya magonjwa na ni roho inampiga, roho ya attack, itaki usaidike, na hiyo pesa yako itakurusia kisirani from nowhere. Watakuletea chakula wamenenea. Vita zinashuhudiwa, zinapelekwa katika ulimwengu wa kiroho. Mtu anaumwa na tumbo inakataa, inakuuma ile mbaya. Mtu aliona unaendelea vizuri sana, akakuja akakusalimia, na siku alikutembelea alikuwa amejipaka mafuta, na wewe juu ya ujinga, ujui kuna marafiki si marafiki, ujui kuna wageni, ufai uwafungulie milango yako, ufai kabisa. Kuna milango ni siri zako, hauwezi ukawafungulia. Samsoni alifikiria wengine ni marafiki, akawapea mila, akawafungulia siri zote. Kuna watu hata kuwapea change, wachana na wao wakatafute kwa mama mwingine. Mama sasa ingine change yao, anatafuta kile atakukamata nacho, maana kule ameitishwa. Unaweza ukatuletea kitambaa huyo mama, unaweza ukatuletea wengine mpaka nywele yako unaweza fungwa na nywele. Unaweza ukatuletea socks, unaweza ukatafuta kitu ya mtoto wake utuletee. Akienda kanafunganishwa kabisa hivi. Nilikuwa naambia watu mahali leo, hii mara tunapigana uchawi wa huku si wa huku. Siku hizi watu wanatumia powers, uchawi kabisa. Mtu analamba chini na anakwambia ngoja niende kwetu nirudi. Akienda kule sababu kuna kisirani na bwana yako na ndoa yako, ama anamtaka. Bwana yako akienda kuingia hapo, nguvu inaisha. Hawezi. Amefungwa kabisa, hawezi. Inaendelea hivi na mapepo ni wajanja sana. Ili mkosane na bwana yako, wanaweza wakuletee shida fulani ya tumbo. Kutoka hapo wakiona hiyo ni kama umeanza kuelewa, ama spiritual husband, wana switching battle, wanaanza kukuletea roho ya aibu, ya bleeding aishi. Bleeding ya miezi 3. Bleeding. Unafika mahali unaanza kunuka kama samaki zile zimeoza. Bleeding aishi. Vitu zingine mnaona si nomo, na ninakwambia nikiwa mbele za Mungu si nomo kabisa. Bleeding ya 3 months na mtu akufi, ili bwana yake asipate nafasi ya kuingia hapo. Sasa nakwambia ningefanya aje? Mimi nilienda kutafuta, maana ningefanya aje? Kabisa unaangalia unaona ni kama akona point. Angefanya aje? Na ni roho uliruhusiwa ili waweze kukuingiza roho ya taraka. Kila roho unasikia ama ya taraka haikujangi imeandikwa roho ya taraka. Inaanzaga kama vita, pole tu. Wanakutumia mwanaume wa ndoto. Unaanza kukasirikia bwana yako. Bwana yako anakaa hapo, akifika kwa nyumba, akiwa kazini unamumisi. Akifika kwa nyumba umekasirika. Akiwa kule unaanza kumumisi, kumpenda. Nini bahati? Nimekuza laini yako. Akiwa hayuko unamisi na unakabisa, hata unaweza kupigia simu muulize yako aje. Akijaribu akuje kwa nyumba, utaki kumuona, hata unasikia ukalai. Ulienda kulala hata kabla kule. Alikuja chakula ilishao poa. Hiyo chakula ingine unajua ni gani, wewe si mtoto. Hiyo ni amke asubuhi aende kazi. Kwa wiki moja anaamka anaenda kazi. Na ni strategy za shetani.
You better listen to me. I'm telling you in the mighty name of the Lord. Usipojua strategy ya Shetani, utaishi kama mfungwa na utaishi na mashinda, unaita mashinda na ni Shetani aliweka kwa anga yako. Hata sitasoma First King. Ama nisome wapi? Soma First King. Leta hiyo kibali. First King 18. First King 18, soma 21. Then 21 King 2. Haki lazima tushinde. Usiposhinda huu mwaka, wewe moroge. Na mkae kama mnanisikia, msikae kama mnanisikia na hamunisikii mnakaa kama mnanisikia. Wale watu tulitangazia maombi, Mama Morini alihubiri hapa Sunday about prayer. Mpaka kule mpaka wengine anaendeleza, inaenda aje? Hako wapi? Power hakuna. Utavunjwa, utaanza kusema hii kanisa hinisaidii. Mimi nitakubeba na mgongo kama pastor. Kuja tupigane. Kuna mtu leo nilikuwa nataka tupigane vita yake, simuone vita yake. Tunajua ako na attack na hajui inataka kumuondoa kwa madhabahu. Ako na attack inataka kumuondoa kwa madhabahu. Amerelax. Utakufia hapo, sikudanganya. Na kabisa video za watu wengine niko nazo hapa. Unajua msikizangi video za deliverance? Amsikizangi. Mnafikiriana ni mchezo tunafanya? Hamjawahi sikia. Mimi the reason why wana record video za deliverance, nijue hii ni vita ya kawaida physical ama iko kwa anga ya kiroho. Kama mtu ukideliviwa pepo inaongea inasema tulisema hata waisaidika na hawa watoto. Na hata ukiweka pesa yako pale inaungua. Ushughuliki na hiyo. Mtu anaweza peleka 1 million hospitali na ikuliwe na hata pona. Hawezi peleka hata 100 kanisani. Hiyo ndio shida tuko nayo. Kisirani ikiamuka, watu wanaweza enda kwa madhabahu ya Rivalo, wapeane pesa huko 10 million ikuliwe bure. Lakini kuja kuinua madhabahu ile inaweza mtetea. Mtu anaweza nunua mafuta ya 5 ichome mwizi. Hawezi service madhabahu yako. Hatuko serious na madhabahu ya Mungu. We are not. If we are, ungejuanga hii pepo kabla ikuje. Hii ndoto milioni. Unaona hii ndoto ya kufilishika inaanzanga hivyo. Ndoto ya kufilishika inaanzanga hivyo. Na wacha nikwambie ukweli. Hizo ni magonjwa yote utaona ya kupigwa ya attack inakuanga na agenda moja, ufilisike. Unasikia mtu alikuwa na ploti aliuza. Hizo ni magonjwa ni ufilisike. Alikuwa na kibanda, alikuwa na kazi yake iliisha. Pesa yote ilienda 3 5 hivi ukaanza kukopa, ukaingia kwa madeni, ukafunga kazi. Hizo ni magonjwa na ya attack ni ufilisike. Na unaweza ukazuilia. Unaweza. Shida ni vile na kuona leo kesho siwezi kuona. Na uko busy for nothing. You can't service your altar daily. Ndio napenda madhabahu ya mimi napenda Waislamu. Islamu anabebanga kamati, kale kao kamati. Sina wanaka kao sina shida huko. Ikifika wakati kulikuwa na vita ya manzenzi maandamano, nilikuwa naona wanafika mahali wakati wa kwenda kwa madhabahu, Allahu Akbar. Mungu ni mkuu. Anaachana na mambo ya kurusa matia gas. Anaenda anaweka kama madhabahu. Allahu Akbar. Mungu ni mkuu. Wakristo wako huko na filimbi na maluku wakirukaruka. Ikifika ni wakati wao wa kwenda kwa madhabahu, nguvu za madhabahu, wanaachanga watu na mapesa, mamilioni na wanauzanga machuma. Enda siri utajua. Uwezi waweka chini. Uko na Wasudani na Wasomali wako huko. Wana service their altar na wanawekanga tule tutururu ili wakumbushe wengine ni misali na kwenda kusali. Tule tu vitu. Ikifika hiyo masaa wanakuashanga na mamilioni zako, wakaheshimu madhabahu yao. Hiyo tu. Wakisabu amalizana na madhabahu yao, wanarudi kwa kazi. Ile milioni yako alikuacha nayo utamngojea nayo, utajua nini imekushika. Mkristo akombezi na nituotamero nitu anauza. Pastor nikombezi na nituotamero. Tena hata wewe nituakukopa. Tuotamero. People are not serious. Mutakaa wao kilando. Watu walitafuta Mungu akamumisi. Sasa ni kuharibu. Mpaka wengine wanawachochea na wakuchache. Ni kuharibu. Hakupata Mungu. Na yule alipata Mungu ndiye anajaribu kupiga. Tafuta Mungu kivyako umuone. Na utamuona. Mungu yuko. Pastor Nyaga Konde is.
Unaona bwana yako anamaliziwa kabisa. Waliona alikuwa ameendelea vizuri mpaka akaanza kusema pesa ya kujenga, akarushiwa roho ya pombe. Pesa ikiingia tu kwa pesa, aone tu SMS, confirm you have received, kile atakumbuka ni kulewa na unacheka. Bwana yako tu pesa iingie kwa pesa hivi, kile atakumbuka ni kulewa, atalewa yote mpaka ishi. Roho ya ulevi, madhabahu inakuwa na black spot, na hakuna madhabahu mahali haiwezi kuwa. Ngoja atakupea unisome. Hakuna madhabahu inaweza weka kwa mtu, madhabahu inaweza weka kwa kitu, madhabahu inaweza wekwa mpaka kwa miti. Hata kwa barabara kule kwetu mimi kuna black spot. Roho ya damu, hapo ndipo damu za watu wanga zinamwagwa na accident, ikawekwa black spot. Roho inaweza wekwa kwa mti. Tuko na baba yetu, tulikuwa na babu yetu nyumbani. Mimi sikuwa najua, ni sasa nimeanza kuelewa. Ukimpatia chakula ama maji, kuna kamti alikuwa anakaa chini, hatokangi hapo kamuti. Kiti yake ilikuwa hapo na si kiti. Imechongwa hivi, imefanywa kama monkey. Mwaitulio kama unajua beehives, hizi zinawekangwa hizi za asali. Alitoka nayo msitu, alikataa kukula. Mimi nilimpelekea mattress akaikataa. Halalie alikataa. Babu yangu alikataa mattress. Mimi kumnunulia na nikampatia kitanda, akakataa. Analala chini, analalia ile mkeka ka kushonwa. Akakuza na mbia, akakataa kukalia kiti. Akakuza na ile mbia hivi ya asali. Uone, madhabahu inaweza wekwa kila mahali. Alipokuja naye akaiweka chini ya mti fulani. Hapo kwa hiyo mti ukimpelekea chakula ama chai lazima kwanza amwage kabla akunywe. Na hawezi kosa kufanya hiyo. Lazima ape miungu yake kabla. Lazima kwanza kabla kule. Hujawahiona hata sasa kuna watu ukimpatia maji lazima kwanza amwage alafu akunywe. Na hizi vitu nawafundisha, msiposikia nitazipeleka kesho kwa mbali. Na wananisikia sana siku hizi. Siku hizi nimeshika pesa nzima. Leo waliniambia tumekualika kujana kwa siku. Anamwaga kwanza na utajua ni nini amefanya. Miungu yao bado wanaiservice. Na ndio niliwaambia kule kwetu tumetoka, kule kwetu Western si kama huko. Tunafanya ibada za wafu. Mtu amewekwa ugonjwa wa tumbo, si tumbo. Usiwahi niletee hizo vituko zako. Si tumbo. Na tutaelewa si tumbo, ngasi. Ukienda kuuliza huyu mtu amesukumiwa hata kwa ndoto kukula, ziko na covenant. Ziko na covenant. Mbona natoa mapepo hapa zinaenda na mtu anaachwa? Ziko na covenant. Ni vile hujawahi kuwa. Na ukikuja kwa madhabahu yako, huwezi hata peana dhabihu. Huwezi. Na kama utajaribu ni 50. Huwezi. Covenant. Wamekusukumia hizo kabisa wakijua tutamweka hii ugonjwa. Kumbe huko si ugonjwa, si disease, ni maradhi, infection. Kwani infection zinatokanga wapi? Infection, bleeding, saisimami. Na wanataka kuleta roho ya aibu. Kwanza ukiona uko na bleeding, kimbia sana kwa madhabahu, ni aibu. Bleedings. Bwana hapa haisikana mtu ana bleed ovyo. Hata ule mama hata kwa Bible wale walikuwa na bleed wakati wa New Testament walikuwa wanatolewa nje, hata wakati waone. Hata Yesu ungemkuza na bleeding zako. Walikuwa natengwa. Sasa kutengwa ni nini? Si rejection. Kwa ulimwengu wa kiroho kutengwa inamaanisha rejection. Ndio maana shetani hujua kutumia hiyo roho sana ya kupiga watu na bleeding, kupiga watu na tumbo ya chini, kufura tumbo ya chini. Mimi naumwa na tumbo, mimi naumwa na kifua. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliyenituma leo kabisa, mimi sijui nitakupea nini ukunywe. Katika jina la Yesu, kama ni kisirani walituma ndani yako leo, hiyo roho itakauka yenyewe, itakauka. Imagine msichana hapa anafungwa 9 months, miezi 10 azazaa. Kasichana tu innocent, mliona sale. Akasema kamewekwa nini ndani? Halafu kale kiniombea kanatoa ulimi inatosana hivi. Ulimi ni nyoka. Nyoka. Zinakula, ndio maana watu wengine wanaota wakiumwa usiku na nyoka. Na si kuumwa alali, ni ili damu ianze kuisha. Unashindana na shida yako ni wapi mama? Unasikia kama ni wapi umewacheka? Mimi nasikia tu kizunguzungu. Mimi nasikia tu kizunguzungu. Shindo kizunguzungu. Kwenda kufua nguo hivi na ndio kazi, utakwenda kuamka kizunguzungu osi. Shetani anajua mahali atakukamata. Tusomee mtu wa Mungu. Vita kwenda kwa madhabahu. 1 King 18:21. Soma ya alafu nikupea pili alafu tumuombe. 1 King 18:21. It says, hamna Kiswahili jamani.
Elijah went before the people and said, how long will you waver between two opinions? Utakaa kusita lini? If the Lord is God, follow him. But if Baal is God, follow him. But the people said nothing. Sawa, usiendelee. Chukua 2 Kings 3:26 and 27. Siku hizi tutatoa pepo mpaka kiujeuri. Kama zinakuza za ujeuri, na sisi tutatoa kiujeuri. Kiumang'aa, utaenda. Wewe ni pepo, utaenda kuzimu kwenu ni kuzimu. Utaacha umama na uende. Utaacha kuweka huyu mzee roho ya ufukara. Mzee anapigwa na ufukara, certificate anga zimefungwa, makaratasi everything yake imefungwa. 2 Kings 3:26 and 27. When the king of Moab saw that the battle had gone, ona sasa vile vita inapelekangwa. Alipoona the battle had gone against him, alipoona vita imemkalia, alifanya nini mtu wa Mungu? He took with him 700 swordsmen, akachukua waombazi 7 to break through to the king of Edom, ili apenye kwa mfalme wa Edom. Na huyo ni mchawi. Ukisikia mahali Edom wameitwa ni wachawi, na kama kwenu kuna wachawi watazinyonga wenyewe. Hata ukija kwa church, kama kwenu kuna wachawi watajinyonga wenyewe, hata kama ni yango yako, hata kama ni boyfriend wako, hata kama ni girlfriend wako, bora jina mchawi imeapia, atajinyonga mwenyewe. Na simuwahubiria hapa na furaha, msifurahie, sitaki hata mfurahie.